Sawa madam, mimi nimekuelewa na nitalifanyia kazi. Kijana, habari yako? Safi, wewe ni nani na una shida gani? Kwa majina naitwa Deogratius Milinde. Mimi ni mwekezaji na nilikuwa naangalia maeneo kwenye huu mtaa na nimevutiwa sana. Lakini wakati napita pita nikakuona unaongea na dada mmoja hivi. Nikahisi kama vile namfahamu. Nahisi kama nilisoma naye hivi. Vipi, unamfahamu? Hapana, mimi simfahamu. Na ni mtu aliyekuwa anauzia biashara, kwa bahati mbaya amekosa. Ni biashara gani ambayo alikuwa anaulizia? Ni biashara ndogo ndogo kuhusu kuku wa kienyeji, maana anataka kuanzisha mradi wake wa kuku. Oh, mradi wa kuku. Sawa. Hata hivyo nilikuwa naomba kama unapajua nyumbani kwake unipeleke ili niweze kupafahamu, kwa sababu ni miaka mingi sana tujai kuonana. Hapana, mimi nyumbani kwake sipafahamu na tumekutana hivi kama ulivyoona wewe. Basi sawa. Hata hivyo mimi mwenyewe nilikuwa naangalia maeneo kama nilivyokuambia. Na vipi, hakuna maeneo ambayo unayafahamu labda mtaa huu ambao yanauzwa? Maeneo yenye ukubwa kidogo, kwa sababu na mradi wa Lily Estate kwa ajili ya apartment na vitu kama hivyo. Kama unaweza kunielekeza labda kuna eneo umesikia ama unajua wanauza mashamba au eneo lolote ambalo linauzwa ila ni kubwa sana. Hapana, mimi sifahamu chochote na kuhusu hizo biashara hata sijui. Okay. Basi sawa. Samahani kwa usumbufu. Wakati mwingine basi. Alo madam. Kuna mtu nimekutana naye hapa, aniambia nakufahamu na mmesoma naye. Alikuwa anakuulizia. Okay, basi sawa. Niache huko. Unafanya nini sasa? Kindege mpenzi wangu, hasa ndo mambo gani ambayo unayafanya rafiki yangu? Afu mbona siku hizi umebadilika sana? Yaani umebadilika, sio Kindege ambaye mimi namjua unajua. Tangia mara mwisho uondoka pale mtaani pale, upokee simu zangu, ujibu message na nimekutafuta sana lakini sijafanikiwa kukupata. Leo tu ndio imekuwa kama vile bahati tumekutana. Alafu imekuwaje? Mbona mimi nakushika unanitoa mikono? Kwa hiyo ina maana ni makosa mimi kukushika, si ndio? Hivyo kichi unaona mimi mtoto mdogo. Unaona sina akili, si ndio? Wewe mara mwisho kwako si ulinifukuza? Ukaniburuza kabisa ukataka kunitoa nje, sio wewe? Leo unaongea nini hapa? Tatizo lako ndio hilo tu Kindege mpenzi wangu. Yaani utakai kujua sababu iliyonifanya mimi nifanye hayo yote ni nini? Mimi siku ulivyokuja mimi nilikuwa naumwa, wewe unajua kabisa kwamba mimi nilikuwa naumwa. Kwa hiyo nikaogopa kwamba unaweza kukaa pale afu kaanza tena kunidekeza afu isitoshe una mambo mengi ya kufanya. Ndio maana nikakwambia uweze kuondoka kwa sababu unajua mimi nilikuwa naumwa afu nilikuwa naogopa utapoteza muda pale mpenzi wangu. Mbona unakuwa hivyo? Hivi Kichi. Kwa hiyo ukiumwa mimi kwako ndo sitakiwi kufika. Kazi yangu nini kwako sasa? Yaani majukumu yangu kama mpenzi wako kwako ni nini? Kwa hiyo kama unitimue. Unaniona mimi sina akili, unaona mtoto mdogo na bado unaendelea kunidanganya, si ndio? Na unavyojitetea sasa. Utazani nini mara ya kwanza kufanya hivyo? Kichi, hii sio mara yako ya kwanza. Na umekuwa mtu wa kunitimua kwako, yaani unijali, unizingatie kwa lolote lile. Nisikilize.
Kama unipendi bora uniambie. Mimi nijue nini nafanya kuliko kuendelea kung'ang'ania nikaonekana king'ang'anizi kwako. Kindege, mimi mbona nakupenda sana mpenzi wangu. Yaani katika wanawake ambao nawapenda hapa duniani, basi wewe. Wenda hata kutoka mamangu nafuata wewe. Yaani katika ubavu kabisa chini ya uvungu wa moyo wangu umetandika jamvi, umekaa wewe mpenzi wangu. Yaani hakuna mwanamke yote kwa ambaye unazungumza unakuwa unakosea. Unaniumiza mwenzako kwenye moyo, kwenye mtima mpenzi wangu. Mimi nakupenda peke yako, niamini basi. Alafu isitoshe mpenzi wangu, kile kitu ambacho mimi nilikuwa nimekifanya pale magetoni, mimi sikutaka nikupe mawazo, yani uwe na msongo wa mawazo. Ndio maana ikabidi ni mute nikwambie uende, kwa sababu mimi ningekwambia usingekuwa sawa kisaikolojia, ungekuwa tu unatatalika muda wote unatatalika. Utulii mpenzi wangu, niamini basi. Au mpende kichinjile mautamu jamani. Vipi tena? Amna, ni mama anapiga simu. Na nikaona nikipokea mambo yatakuwa mengi. Ni mama tu anayepiga simu. Nikajua si nani, kumbe bibi mkubwa. Basi sawa, lakini mpenzi wangu mimi mwenzako nimekuita hapa. Mwenzako mimi nina shida. Shida gani tena? Umeona pale magetoni pale? Pale magetoni huwezi amini, ni kila kitu kimeisha. Yaani hakuna chochote ninapokuambia. Alafu kibaya zaidi ni kwamba mpaka kwa mangi nadaiwa. Mimi mwenyewe kuna vipengele vyangu kibao sijavitimiza. Kwa hiyo nilikuwa naomba mpenzi wangu, kama una pesa kidogo, uweze kunisaidia ili mradi niweze kuweka mambo yangu sawa tafadhali. Yaani nilijua tu Kichi. Wewe utakuwa na sababu zako, utakuwa na vipengele vyako, ndio mama amenikumbuka mimi. Kwa hiyo ukiwa na shida mimi wa muhimu, si ndio? Yaani ukiwa na shida zako wewe, ukitaka kutimiza haja zako wewe, mimi ndo unanikumbuka. Nilijua tu una lolote. Una shida zako tu ndio maana umeniita. Sasa mbona unanifokea tena mke wangu? Wewe ndo mama la mama, wewe ndo nyonga mkaliaini. Naomba unisaidie. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kanisaidia hizo shida pasi na wewe. Naomba basi unielewe mke wangu, mbona unachachuka muda wote? Shida nini? Nisaidie basi. Una shida na kiasi gani kwani? 150 tu, yani 150,000. Mekundu 15 tu inatosha mimi kumaliza vitu vyangu. Sawa, nitakupatia. Vipi sasa, sisi tunaelekea nyumbani? Nyumbani tena najua hoteli. Nahisi kama tumbo limeanza tena kuniuma. Na sisi siko sawa, basi kama vipi? Wewe nitumie hiyo pesa afu njoo baadaye. Sawa bana, kama ni baadaye basi mimi nitakuja mida saa 9 kwako. Saa 9? Hapana, usije saa 9. Saa 9 kutakuwa kuna mechi. Unajua sasa hivi kombe la dunia, kwa lazima nitaenda kuangalia mpira. Cha kufanya wewe njoo jioni. Usiku hivyo njoo usiku. Night. Sawa, nitakuja. Na hiyo pesa ndakutumia kwenye simu. Maana mimi hapa sina cash. Basi sawa, na maana nakupenda mpenzi wangu ndege. Nakupenda wewe. Na usiku kweli nitakuja. Sasa uloko nietee mambo yako unayojua wewe. Usiwaze. Kindege huyo. Alo Recholombo, mpenzi wangu Tami huyo. Sasa naomba unisikilize mke wangu. Bila kupoteza muda sasa hivi yani. Andaa vilago vyako, andaa kila kitu yani, kama nguo, jipambe, oga kabisa, kaa fresh. Njoo magetoni sasa hivi yani. Kama ni jiko basi limejaa shendele yani, moto unatetereka yani, unaisha, unateketea. Fanya uje mpenzi wangu. Sasa hivi yani, wazungu wanasema time is money. Njoo Basi dole. Jeni, msubiri kwanza. Unajua mimi sielewi kabisa. Tumekaa kwenye kikao, hutaki kuongea. Dada yako akupa nafasi ya kuzungumza, hutaki kuongea. Sasa tunashindwa kuelewa wewe unataka kitu gani. Yaani mwisho sasa dada yako kaamua kutupa nafasi tuje tuongee wawili. Unaniambia mimi peke yangu kwa sababu niko mimi na wewe. Eleza kila kitu. Ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe unikatalie mimi?
kwa sababu ukizingatia kabisa nimekuwa nikijitoa sana kwa ajili ya familia yenu. Najitoa kwa ajili yako. Yaani niko tayari kufanya chochote kwa ajili ya familia yako na wewe mwenyewe. Unafahamu hilo. Na pia mimi sio kama vijana wengine, kama wanaume wengine ambao unakutana nao. Mimi niko tayari kwa ajili ya kukuona, ndio maana nimekuja mpaka kujitambulisha kwenu. Nishaongea na dada yako. Unafahamu kila kitu kabisa Jeni. Ama mimi nakosa nini kama mwanaume? Na kasoro gani ambayo inakufanya wewe ukatae kabisa kuwa mke wangu? Tatizo lako Kanoni, wewe hautaki kabisa kukubaliana na matokeo. Na maybe sometimes nisikulaumu kwa sababu hauko peke yako. Wako wengi sana kama wewe. In general, wapo wasichana na wavulana wenye tabia kama za kwako. Hasa wale ambao wanakuwaga wanapenda kwa mara ya kwanza au wale ambao wanakuwa wa kwanza kupenda. Huwa wanatamani sana na wao wapendwe the same as they loving somebody. Lakini nisikushangae. Uko sahihi. Ila tu solution ni kwamba unatakiwa ukubaliane na matokeo. Kanoni, mimi sikupendi. I'm in love with another boy. Kwenye moyo wangu kuna kijana mwingine kabisa ambaye yani siambiliki wala sishauliki kwa ajili yake. Kwa sababu I have chosen him with my whole heart. Kwa hiyo naona kama vile I will just wasting your time. You just move on. Sikutaki. Au Kanoni, wewe uliambiwa kwa Tanzania hii yote ni lazima umpende Jenita peke yake? Mbona kuna wanawake wengi sana kwa Tanzania hii, mamilioni ya wanawake wako single. Kwani usichukue hata mmoja tu ukaishi naye? Jen, birds of a feather flock together. Mimi na wewe ni ndege tunaofanana mama. Kwa hiyo inatupasa tutembee pamoja, tupae pamoja. Siwezi kukuacha popote, na ndio maana kila siku nahangaika na wewe. Unategemea mimi nitamfuata nani? Nikuache wewe mwanamke mzuri, binti ambaye mimi nakupenda kutoka kwenye moyo wangu. Huwezi kunifanisha na wanawake wengine. Wanawake ndio ni wengi, lakini kwenye hao wengi nimekuchagua wewe peke yako. Elewa hata hilo. Mimi nakupenda sana. Kwa hiyo labda tu useme mwenyewe. Unataka kitu gani mimi nikufanyie? Nikupeleke wapi ili uweze kuniambia kwamba unanipenda ama uamini kwamba mimi nakupenda? Oh. Uko tayari kunifanya chochote ninachotaka na uko tayari kunipeleka popote napotaka, sio? Basi sawa. Mimi ombi lako nitalifikiria. Ni kweli utanifikiria? Yeah, nitakufikiria. Ila sasa inabidi uwe mvumilivu sana. Kwa sababu unatakiwa unipatie muda mwingi sana kwa kufikiria. Na kingine, kubali kupokea matokeo yoyote yale ambayo nitakupa.